huduma ya Kristo haiangalii wingi wa watu. Yesu alifanya mikutano maelfu, akafanya mikutano ya mtu mmoja. Ndio maana kina Martha na Maria, Maria yule aliyemshtaki Yesu akamwambia, sasa Yesu, mimi nashughulika huyu mwenzangu. Unajua ukisoma ile Biblia haraka haraka unaweza kufikiri yule alikosea. Lakini soma kwa kutulia. Ungekuwa wewe umeita mtu aje watembelee, awafundishe, anaanza kumfundisha mmoja wakati wewe uko jikoni unapika. Kwa nini asisubiri yale atufundishe wote? Ndio ilikuwa pointi ya yule. Alafu Yesu anamwambia, wewe una shughuli nyingi. Na shughuli nyingi si kwa ajili yako. Na shughuli nyingi na kupikia. Lakini pointi yangu, Yesu amefanya mazungumzo na mafundisho na mtu mmoja. Siku hizi watu wakialikwa, swali la kwanza, mna watu wangapi? Huko kwenu mahoteli yapo, mtalala wapi? Mutanipa shilingi ngapi? Hadi wafanya biashara hawa. Yaani anataka kuja kufanyisha. Nani alikuambia watu wanaandaa mikutano kwa sababu wana hela zimekosa kazi? Nani alikuambia? Mikutano inaandaliwa kwa imani. Inaandaliwa saa nyingine hata hujui nini kitaendelea. Hujui utafanya kitu gani. Yaani unafanya mkutano huko nasema, Mungu, huyo mhubiri sijui na mwagaji. Unaumia. Kwa sababu injili sio fedha. Injili ni ujumbe. Unaona, hela zinakujaga zenyewe. We nenda tu. We nenda kuhubiri. Mungu atazalisha watu. Atainua watu ambao hukutegemea. Wataleta hela. Kuna wakati mnakosa baraka kwa sababu ya kutanguliza matumbo yenu mbele. Aliyekwambia Mungu atakuacha nani? Mungu anajua una watoto. Mungu anajua watoto wanasoma. Mungu anajua umepanga nyumba. Mungu anajua chochote. Hivi ana uwezo wa kuprovide kila kitu kupitia engo nyingine. Tatizo tunataka tunamsubiri Mungu kutoka kwenye kona fulani. Yaani unataka uende kwa watu ndio kasolve matatizo yako. Unaenda na madeni yako na nini yako.